Living Water imekuandalia ibada maalum hiyo siku. Mungu ataenda kuonekana sana. Amen. Kwa ajili ya kuhitimisha maombi yetu ya siku 40. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uko tayari kwa ajili ya hiyo siku? Niko tayari. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Hallelujah. Amen. Siku hiyo tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kuombea taifa letu. Amen. Taifa haliwezi kuwa na amani pasipokuwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukiliombea taifa letu, na Biblia inasema kwamba katika mambo yote tukumbuke kuomba kwanza taifa. Amen. Kwa tunakuliombea taifa letu hiyo siku ya Ijumaa, kwa ili taifa letu liwe na amani, liwe na utulivu, lakini liwe na mafanikio. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tumemwandalia mtu mmoja hiyo ibada, watu wengi wataenda kuponywa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wenye magonjwa Mungu ataenda kuwaponya. Amen. Watu wenye matatizo wanaenda kufunguliwa. Amen. Watu waliofungwa kwenye vifungo siku hiyo Mungu ataenda kuwatoa. Amen. Kwa sababu ni maombi ya siku 40 package. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliomba siku 40 akapata zile kanuni ngapi? 10. Amri 10 zile za Mungu. Yes. Hata Yesu aliingia siku 40 akaukomboa ulimwengu wote. Amen. Siku 40 ni siku ya ukombozi. Amen. Na sisi tumekuangalia hiyo siku ya 40 kwa ajili ya ukombozi wa maisha ya mtu. Amen. Wa ndoa ya mtu. Amen. Wa maisha ya mtu. Amen. Wa kazi ya mtu. Amen. Wa afya ya mtu. Amen. Are you ready? Hallelujah. Hawezi kufanya hata kazi vizuri. Amen. Kwa nini sasa sana? Amen. Hawezi kufanya maisha yake vizuri. Amen. Kwani kwa sababu amani hakuna. Na Biblia inasema kwamba mtu akiwa na amani anafanikiwa huyo mtu. Kwa nini sasa sana? Amen. Mungu akupe amani ya moyo katika jina la Yesu Kristo. Napokea. Kwa Biblia inasema kwamba nitaiponya nchi. Kwa nini sasa sana? Maana nitaponya ardhi yao. Nitaponya ardhi yao. Hebu sema ardhi yangu. Hebu sema ardhi yangu. Hebu sema ardhi yangu. Ardhi yangu. Kwa maombi au mtu anapoomba kitu kinachoponywa, Mungu anaponya ardhi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Mungu anaponya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maombi ni muhimu sana kwa Mkristo. Na Mkristo asiwe wa kawaida. Kuna watu ambao wanatamani kwamba wawe Wakristo wa kawaida. Na Mkristo wa kawaida huwa anapenda sana kuombewa. Ila Mkristo ambaye anatamani kwamba awe na ukomavu wa kiroho, anatamani awe anaomba yeye mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atajifunza kupray, atajifunza kuomba. Amen. Na pia ataanza kufuatilia mafundisho. Ni kitu gani ambacho kinaweza kunifanya mimi kuwa strong katika ulimwengu wa kiroho? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Manake atakuwa naomba huyo mtu. Na akiomba kuna vitu katika ulimwengu wa kiroho vitaondoka katika maisha yake binafsi. Amen. Lakini katika ulimwengu wa kimwili atakuwa anatembea yuko hodari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na maombi yanaondoa mitego mingi katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu anayeomba hawezi kunaswa katika mitego. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika mitego. Ndio tunashangaa kwamba kuna mitego mingi sana imewekwa katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Shida ni kwamba watu wengi hawaujui ulimwengu wa kiroho. Lakini ulimwengu wa kiroho unavyo operate. Na ndio maana kuna mtu anaweza kawa anaumwa. Yes. Lakini akienda kwenye vipimo. Yes. Wanamwambia kwamba mbona huli chochote. Amen. Lakini yule mtu yuko hoi anaumwa. Amen. Manake huyu mtu anaumwa magonjwa ya roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka kuna mtu mmoja kwa daktari mmoja. Yeye ni daktari, yes. Anatibu watu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu akapigwa ugonjwa ambao sasa haukuwa na jina. Mikono yake inakuwa inatetemeka, mikono yake inatetemeka. Kwa sasa akawa anashindwa kufanya kazi yake. Sasa kwa sababu yeye daktari wamepima vyote, wanasayansi wakapima, lakini hawakukuta ugonjwa wote. Wakimwambia wewe ni mzima. Wewe ni mzima.
Lakini siku moja alipokuja tukaomba pamoja, Mungu alimponya. Praise the Lord. Amen. Mungu alimponya yule mtu na yule mtu akawa ni mzima. Amen. Amen. Huyo mtu alifungwa kiroho. Amen. Lakini maombi yakahusika. Yes. Maana ile nguvu ya maombi ikahusika. Amen. Mungu ni roho, kwa kuwa Mungu ni roho, anataka watoto wake wa rohoni. Anataka watu wa rohoni waende katika roho, wakutane kiroho. Amen. Kwa sababu Mungu ni roho. Kwa kuwa Mungu ni roho, anataka mtu ambaye yuko rohoni. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwa kuwa anataka mtu ambaye yuko rohoni, Yes. maana yake unaenda kukutana na Mungu. Amen. Na ndio maana mtu anayeomba ni rahisi kukutana na Mungu. Amen. Praise the Lord. Amen. Why? Kwa sababu anahamishwa katika fikra za kawaida. Amen. Anahamishwa katika mawazo ya kawaida. Amen. Maana yake anaingizwa katika realm ya Mungu. Amen. Akiingizwa katika realm ya Mungu, Yes. anakutana encounter na Mungu. Amen. Akipata ile encounter na Mungu, Yes. utaona huyo mtu anaanza kuona matendo makuu ya Mungu. Amen. Praise the Lord. Why? Amekutana na encounter na Mungu kwa sababu yuko rohoni. Na pia mtu yeyote ambaye hayuko rohoni ni vigumu kumuona Mungu. Amen. Praise the Lord. Mtu ambaye hayuko rohoni ni vigumu sana kukutana na Mungu. Amen. Kukutana na roho wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Why? Kwa sababu hayuko rohoni. Na ndio maana Mungu anataka kwamba watu ambao wako wapi? Wako rohoni. Yes. Na watumishi wote ambao walikuwa wako roho walikutana na Mungu. Amen. Na watu ambao hawakuwa rohoni hawakukutana na Mungu. Amen. Ila watu ambao wako rohoni Yes. ni watu ambao wa maombi.